إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, awali nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kutenda yale ambayo ameamrisha Allah tabaraka wa taala na kuacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza, kwani wenye kufanya hivyo ndio ambao watapata ufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Inna lilmuttaqina mafaza. Ayuha nnas, baada ya wasia huo nimeitanguliza aya katika suratul An'am, aya 122. Allah tabaraka wa taala anasema: aw man kana maytan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bikharijin minha. Allah tabaraka wa taala anasema hivi wanalingana, wako sawa yule mtu ambaye alikuwa ni mayit, yule ambaye alikuwa ni mayit kwa maana si muislamu, fa ahyaynahu, tukampa uhai, tukamhuisha, waja'alna lahu nuran, kisha tukamjalia yeye nuru. يقول ابن عباس: القرآن yamshi bihi fi nnas, ikawa mtu huyo aliyokuwa mayit akapewa uhai, kwa maana alikuwa si muislamu akawa ni muislamu, akapewa iman, kisha mtu huyo tukamjalia nur alquran. Qur'ani hiyo ikawa yamshi bihi fi nnas, atembea nayo, atenda, amiliana na watu bihi, wa hiyo nur ambayo ni Qur'an. Kama mathaluhu, mtu huyo yaweza kuwa sawa sawa na yule mtu ambaye mfano wake fi dhulumat, yupo katika kiza, hana nuru ya Qur'an, hana muongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, laysa bikharijin minha, na hatoki katika hivyo viza, katika huo ujinga, hayupo katika nuru na hawezi kutoka katika kiza hicho. Wawili hawa wanalingana sawa?
kadhalika zuyyina lilkafirina ma kanu ya'malun, kwa sababu ya kupambiwa makafiri na shaitani. Hivyo ndivyo walivyopambiwa makafiri yale ambayo walikuwa wakiyatenda, kwa maana hawalingani kabisa watu wawili hawa, muislamu na asiyekuwa muislamu. Awalan, kwa maana asiyekuwa muislamu ni mayit. Allah tabaraka wa taala muislamu amempa uhai wa imani. Hii ni jambo la mwanzo, halingani muislamu na asiyekuwa muislamu. Lakini jambo la pili, Allah tabaraka wa taala anasema waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, huyo muislamu tukamjalia nuru alquran. Ndani ya Qur'ani tunaelekezwa kuifuata sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Qur'ani itakuhimiza, itakuelekeza ufuate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nyinyi mnajua Qur'ani imeteremshwa kutoka Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo sunna pia ni wahyu min Allah. يقول سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. katika سورة النساء الله anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, amekuteremshia wewe Allah alkitab alquran, والحكمة na hikma as-sunnah. Qur'ani ni wahyu min Allah na sunna ni wahyu min Allah. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inma utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake, mboni sunna. Aliyejaliwa nuru ya Allah tabarak wa taala, ikawa nuru hiyo yamshi bihi fi nnas, yamshi bihi fi nnas, anakwenda nayo, aishi nayo baina ya watu. Qur'ani ikawa ndio nuru. Hakuna kiza kwa mtu ambaye atashikamana na Qur'an, hakuna upotevu kwa mtu ambaye atashikamana na Qur'an. Allah tabaraka wa taala anauliza huyu na yule mtu ambaye fi dhulumati laysa bikharijin minha, wanaweza kufanana? Kama mathaluhu fi dhulumat, huyu analingana sawa na yule ambaye yuko katika kiza? Yule ambaye hana Qur'an, hana nuru ya Qur'an, hawalingani sawa. Lakini wasiokuwa waislamu na kafiri wamepambiwa, wanaona wote wako sawa, muislamu na asiokuwa muislamu sawa, sote kitu kimoja, sote wa Tanzania. Bas kafir na muislamu sawa tu. Kuna watu wanaona hivyo, anaishi kwa Qur'ani na nuru kutoka kwa Allah, na mjinga pia kuna watu wanaona sawa tu, wote sawa tu. Lakini mambo hayako hivyo. Katika msingi muhimu wa Uislamu ni elimu, na elimu chimbuko lake ni alkitab, ni alqur'ani wa sunna. Hakuna elimu itatoka nje ya wahi, kwa sababu asili ya mwanadamu ni mjinga, dhaluman jahula, ni mjinga, hajui. Allah amemtoa mwanadamu katika tumbo la mama yake, hajui chochote. Lakini asili ya Adam ambaye ndio baba yetu alikuwa hana ilmu, Allah akamfundisha. Wanadamu elimu yao yatoka kwa Allah tabaraka wa taala kupitia mitume, na ndio maana Allah tabaraka wa taala amesimbulia, ametaja katika neema alizomneemesha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam ni ilmu. Wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma, Allah amekuteremsha wewe kitabu na sunna. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu, na Allah akakufundisha wewe mambo ambayo ulikuwa huyajui. Wa kana fadlullahi alayka 'azima, fadla ya Allah imekuwa kubwa juu yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kukuelimisha yale uliokuwa huyajui. Aliyeelimishwa akatoka katika ujinga akapata ilmu, ana fadla kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo tu,
pia imtanna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amezitaja pia neema hizi kwa waumini. Yaqulu subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah hakika amewaneemesha waumini. Neema gani? Alipowapelekea wao mtume kama wao mwanadamu, yatlu alaihim ayatihi, anawasomea aya za Allah, wa yuzakkihim, anawatakasa na machafu yote kwa sababu ya ilmu. Mtume huyu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na anawafundisha wao kitabu na hikma. Kile kitabu na hikma kwa suratu an-Nisa aloteremshwa bwana mtume sallam, na kazi yake bwana mtume, wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Japokuwa kabla ya neema hii walikuwa katika upotevu. Kwa hiyo asiyejua kitabu, asiyejua hikma, atakuwa katika dhalal kama watu wa jahiliya. Kabla al-Islam walikuwa katika dhalal al-mubin, lakini Allah tabaraka wa taala akawaneemesha waumini kwa kuwaletea mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu anazisoma aya za Allah, anawasomesha wao Qur'ani, anawasomesha wao sunna. Muislamu mwenye fadhila, muislamu bora ni yule atakayeshughulika na kujisomesha alkitabu wal hikma. Ukiona wewe huna wakati wa kuisoma Qur'ani, ukaijua Qur'ani, ukajua sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe huna fadhila wala huna khairi. Qulu alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu anasema, hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, hadithi ya Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Yoyote ambaye Allah anamtakia khairi, yoyote ambaye Allah anamtakia khairi katika waja wake, yufaqihuhu fi din, anamfahamisha dini, anamfaqihisha, anamuelimisha katika dini yake. Ukiona wewe huna ilmu ya dini, wajua ni mtaalamu wa kompyuta, ni mtaalamu wa mahesabu, ni mtaalamu wa kushusha injini, ni mtaalamu wa kuendesha pikipiki vizuri, ni dereva mzuri, wewe ni mtaalamu wa kujenga maghorofa, injinia, wewe madamu huna fiqhi ya dini, hakuna khairi unotakiwa na Allah tabaraka wa taala. Sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Yoyote ambaye Allah amtakia khairi, basi amfahamisha, amfaqihisha dini. Ukiona wewe toka umezaliwa mpaka leo una uwezo wa kuja msikitini mwenyewe mtu mzima, hujui Qur'ani kuisoma, hujui chochote kwenye Qur'ani, huna aya unazojua maana yake, huna dini unajifundisha, hujui kuswali, huna imani unaoisoma, upo tuenda, ujue wewe huna khairi unotakiwa na Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, ni watu wangapi wanaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala? Ni watu wangapi wanaishi katika shubahati na shukuk katika dini yao kwa sababu wamekosa ilmu ya kisheria? Al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri yakisema, i'lam hudita anna afdala al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-'abda ila al-matlubi. I'lam hudit, jua Allah kuongoza wewe, anna afdala al-minan, katika bora ya neema zote, katika neema ambazo Allah anamneemesha mtu, iwe mali, iwe watoto, iwe cheo, hakuna neema kama neema ya mtu ambaye atapewa ilmu. Anna afdala al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran, ni elimu itakayo kuondolea shaka katika dini. Itikadi yako ikawa sahihi, huna shaka na misingi ya imani sita, misingi ya imani sita, na tafasili na uchambuzi wa misingi hii ya imani. Huna shaka katika hilo, huna shaka katika itikadi yako, huna shaka katika uislamu wako. Elimu ambayo itakufikisha kiwango hicho
sio unasema madrasa nimepata alamtara si dogo. Sio elimu hiyo ya kwamba niliishia juzuni alafu ukakimbia. Elimu ambayo itakuondolea shaka. Ukimsikia mtu huyu ni Mkristo, huyu Mkristo anaupiga vita Uislamu kwa hoja yake 1, 2, 3, una shaka. Watu wangapi wamertadi kwa sababu kaona maombi ya Mwamposa tu, akaona kule kutakuwa kuna ukweli akartadi, sababu hana yakini na dini. Mwenye yakini na dini yake hawezi kurtadi. Hawezi kurtadi kwa sababu ya mume, hawezi kurtadi kwa sababu ya mke, hawezi kurtadi kwa sababu ya hela. Huyu ana shaka katika dini. Elimu ya kweli itakayowatolea Waislamu shaka na dini yao, elimu hii haipatikani kwa kiasi kikubwa na kwenye maeneo mengi. Watu wanaishi na shaka na dini, hawana hakika, hawana yakini na Allah tabarak wa taala. Elimu yuzilu anka shakka wa daran, na elimu ambayo itakuondolea daran, uchafu, ukauna nafsi zaki, nafsi safi, mtu mwema, watenda matendo mema. Haina maana huwezi kukosea, sababu wewe si malaika wala sio nabii. Waweza kosea, waweza tenda makosa, lakini nafsi kwa ujumla ikawa nafsi safi inayotenda matendo mema kwa sababu ya elimu. Elimu itakomfikisha mtu kwenye kiwango hichi, kiwango cha kumuondolea shubahat, ni zile tata zinazoweza kumharibu dini yake. Elimu ambayo itamuondolea mtu machafu, ikamfikisha katika nafsi safi. Hii ni dhambi, hapana. Hii ni rushwa, hii ni riba, huu ni uongo, hii ni dhulma, hii sio haki, hii sio mali yangu. Ukaacha elimu ya namna hiyo. Lakini wakshifu alhaqqa lidhil qulubi, elimu ambayo itamfunulia mtu haki, ukajua hii ni haki, hii ni batil. Elimu hiyo wayusilu alabda ila almatlubi, ikamfikisha mja katika matlubi. Matlubi ni malengo, ghaya. Na nyinyi mnajua malengo sisi ni kupata janna ya Allah tabarak wa taala. Sisi sote tutakufa na baada al-maut kuna maisha. Sasa yale maisha baada al-maut ndio malengo. Lengo la watu ni kusalimika na adhabu ya Allah, na huwezi kusalimika na adhabu ya Allah bila ya kumwabudu Allah, na huwezi kumwabudu Allah bila ilmu. aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، mbona tumedharau sana ilmu ya dini? Fanya uchunguzi, tafuta nyumba za Waislamu katika eneo unaloishi, mji unaoishi. Zitazame nyumba hizo kuanzia baba, mkuu wa kaya, mama na watoto. Ni wangapi katika kaya hiyo wanashughulika na kusoma dini? Na hii elimu haina mwisho, si kwamba mimi bwana nilisha graduate. Ni wangapi ikifika magharibi kuna darasa msikiti fulani, mzee anakwenda. Baada al-asri kuna darasa ya kina mama, mkewe anakwenda. Watoto nao wanakwenda madrasa, wamekwenda shule, wamerudi, wanakwenda madrasa. Au magharibi kuna madrasa wanaingia. Hebu fanya uchunguzi, ni nyumba ngapi katika eneo unaloishi na mtaa unaoishi? Halafu ni nyumba ngapi ambazo watu wamewekeza na kipaumbele ni kusoma elimu hizi za kidunia, za kimazingira, au secular au colonial education, elimu hizi za kimazingira. Hebu fanya uchunguzi wako, tizama hizo homework ni ngapi za dini na homework za secular ni ngapi? Walimu wa tuition na tuition ni ngapi za dini na tuition za dunia? Tutazame schools, zile shule katika miji yetu, shule ni ngapi na madrasa ni ngapi? Tutazame kama kuna vyuo vya elimu vya dini na visiokuwa vya dini ni vingapi katika jamii. Tutazame thamani ya walimu wa dini na walimu wanasomesha elimu za mazingira. Tutazame thamani yao. Huyu asomesha qala Allah qala Rasul, huyu asomesha Kiswahili.
tafuta thamani ya mwalimu wa Kiswahili na mwalimu wa dini katika jamii yako unaoishi. Tafuta thamani ya mwalimu wa civics na mwalimu anasomesha Qur'ani katika jamii yako. Utapata jawabu. Elimu ambayo ndio saada, ndio mafanikio yetu sisi katika dunia na akhera, imepuuzwa katika nyanja zote. Misikiti kama hii, huu msikiti ni katika misikiti ya Ahlus Sunna ya as-Salafiyyin, ambao misikiti hii yaasisiwa kwa kiasi kikubwa na malengo yake ni kwa ajili ya kutekeleza kwanza ibada za sala, lakini katika malengo makubwa ya msikiti ni kutoa elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam elimu yake yote aliitoa msikitini. Wale Ahlus Suffa, watu ambao walikuwa wakikaa msikitini, wamesafiri katika hao ni kina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wamesafiri kutoka Yaman, walikuja pale Madina, wakawa wanaishi katika masjid, wanachukua ilmu kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kina al-Imam Malik ambao walibakia katika Masjid an-Nabawi wakasomesha elimu. Elimu ilisomeshwa katika misikiti. Misikiti mingapi hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania ina ratiba za kusomesha watu? Kama kuna watu wakati wao ni alfajiri, baadaye saa 2 anaingia kazini, watu hawa wasomeshwe alfajiri. Kuna watu ni baada al-maghribi. Ni misikiti mingapi ina darasa baada al-maghrib? Darasa si zile za kizee dhahiri tu watu wameegemea, tujuane msikitini. Wewe mzee fulani, wewe hujui Qur'ani, ni muislamu gani usojua Qur'ani wakati Qur'ani ni mwongozo wako? Kwa imamu tunishughulike na mzee huyu kuanzia alifu ba ta tha mpaka ajue kusoma Qur'ani. Wewe umejifundisha swala wapi? Na wewe ni muumini hapa, tukufundisha swala ujue swala, ujue misingi yako ya imani. Hiyo misikiti ni mingapi Tanzania? Dar es Salaam ni mingapi misikiti? Misikiti inakuwa ni vigenge vya kutafuta hela na kula hela za wakfu. Hakuna durusi, hakuna chochote. Misikiti sasa hivi ndio maeneo ya maulidi na magoma na mizumari. Elimu hakuna, watu hawasomeshwi dini. Nani atasomesha watu dini? Hawa watu wazima watakwenda madrasa wakakaa na watoto. Ni misikitini, nani anasomesha? Misikiti pekee ya Ahlus Sunna ya as-Salafiyyin ndio yenye ratiba ya kusomesha watu. Elimu ya dini ndiyo saada, ndiyo mafanikio ya dunia na akhera. Mtume sallam amemaliza, man yuridillahu bihi khairan, yoyote ambaye Allah amtakia khairi. Khairan ni nakira, tamko hili ni nakira. Wale wanasoma Kiarabu, wale wanasoma Kizungu, tafuta matumizi ya dha na a na an. Ile dha au the yatumika kwenye neno gani, na an au a yatumika kwenye neno gani? Neno likianza na a au an, hiyo ni nakira. Neno likianza na the au dha, si the na the, kuna Kiingereza cha Kibritish au za Kiamerika, ujue ikianza na the au dha, ujue hiyo ni maarifa. Sasa neno hili khairan ni nakira, na katika faida zake wala sio elimu kubwa. Sisi hatusemi hivi tukatisha watu kama hao wengine. Hii wala sio elimu kubwa. Tusoma Kiarabu cha mwanzoni tuwajua. Hata ajurumia tu ukisoma utakuta hapo nakira na maarifa. Lakini katika faida zake neno hili khairan ni nakira iliyokuja katika siyaki au muundo wa sentensi shurutishi, na maana yake ni khairi zote. Yoyote anatakiwa khairi ya dunia na akhira awe amesoma dini. Tukiwa na madaktari hawakusoma dini hawana khairi. Tukiwa na wahasibu hawakusoma dini hawana khairi. Tukiwa na mainjinia hawakusoma dini hawana khairi. Tukiwa na mawaziri hawakusoma dini hawana khairi. Tukiwa na watawala hawakusoma dini hawana khairi. Tukiwa na kila mtu kwenye nyanja yake na elimu yake na professional yake, kama hakusoma dini hakuna khairi. Ndio hizi shari mnaziona. Shari katika hospitali, shari watu wakipoa barabara hii tengeneza, atakula ataharibu barabara, baada ya miezi miwili imetoboka. Hakuna khairi. Hawa watu hawana dini. Asiyosoma dini hana khairi. Hata awe injinia, awe kadha, awe daktari, maadamu hana ile fiqh ya dini, hana khairi kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaishi vipi? Ndio haya maisha ya shar. Watu wana roho mbaya. Mtu atapewa hii ni hela ya mradi katika mji fulani, kwanza wataanza kula wao na huo mradi hautotimia. Watu wana roho mbaya sababu hawana dini. Hawaogopi kuna mali za umma, hawana dini.
kheri yetu sisi katika dunia na akhera ni kusoma dini, na ndio msingi tuusimamia. Watu wote watakiwa wasome dini. Shari mnaziona, fitna katika miji, bid'a zilizoenea, ujahilia ulioenea, ni kwa sababu watu hawajasoma dini. Nitatoa mfano wa mwisho katika hutuba, jambo ambalo tutalizungumza biidhnillah. Hivi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiwa na baadhi ya wake zake. Mtume alifiwa na maammi zake, alifiwa na masahaba, alifiwa na watoto wake. Hivi nyumba ya msiba ya bwana Mtume ilikuwa, na alizungumzia hili jambo, ni jambo la uumiza sana sasa hivi. Yaani leo Waislamu akifiwa awaza kutafuta hela za kununua mchele na unga na kulisha watu. Kitu cha mwanzo, nendeni mkakope. Kwa leo pakifiwa kwenye nyumba fulani, lazima kuwe na wali, kuwe na hivi, kuwe na maji ya kunywa safi kadha, yategemea na uwezo. Ng'ombe ataagizwa au mbuzi watachinjwa. Hivi nyumba ya msiba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa. Hebu rudini katika maisha ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi hamtaki Uislamu wa kweli kwa sababu hamtaki kusoma dini. Mnaishi katika jahilia. Alipokufa Jaafar ibn Abi Talib, Abdullah ibn Jaafar mtoto wa Jaafar anasimulia hadithi walioitaja al-khamsa illa an-Nasa'i. Anasema alipouliwa Jaafar, ikaja ile habari kwamba Jaafar amekufa. Bwana Mtume alisema neno lifuatalo: isna'u li ali Jaafar ta'ama fa innahum qad atahum ma yashghaluhum. Nyinyi jamani, jamaa zangu, embu wafanyieni hawa watu wa Jaafar waliofiwa. Jaafar ameuliwa, nyinyi wafanyieni hawa waliofiwa chakula, hawa wamepatwa na jambo la kushughulishwa. Hadithi hii soma vitabu vyote vya ahlul ilm. Wa ni mustahabun, ni jambo mustahabu, ni sunna. Anayefiwa, nyinyi msiofiwa ndio mumpelekee chakula, muwatengenezee wafiwa chakula. Leo wafiwa watengeneza wao chakula, kinyume kabisa. Hili ni jambo la kijahilia, si katika Uislamu. Hebu tuzameni huu leo, tukifiwa kwenye majumba mpaka tuonekana si wabaya, hawa hawataki kula, hawa mawahabi. Haya ni maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipofiwa na Khadija alitengeneza chakula. Mtume alipofiwa na watoto wake alitengeneza chakula, alitoa tende, alitoa nyama, akawalisha masahaba waliohudhuria kuja kuzika. Mmepata wapi mambo haya kijahilia? Anaelezea Jarir bin Abdullah al-Bajali, anasemaje: kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am ba'da ad-dafn min an-niyaha. Sisi tulikuwa tuzingatia, tuhisabu kukusanyika kwenye nyumba ya mfiwa pale kwenye maiti alipokufa, tukusanyika kwenye nyumba ile na watu kutengeneza wale chakula, ni katika maombolezo. Na hii hadithi ina hukumu ya raf'i, kwa sababu jambo hili ni katika jambo la kijahilia. Jahilia kabla al-Islam, ndio mtu akifiwa kwenye nyumba ya msiba kutengenezwa chakula, watu wakusanyika na kutengeneza chakula wakala, ni katika maombolezo na niyaha ni haram. Huyu ni sahaba anasimulia. Sasa leo hivi vyakula katika majumba ya maiti, hivi vyakula vya nini? Watu wakala na maji safi. Hebu tizama kwa kiwango cha ujinga cha Waislamu na kuchukia watu wanaokataza mambo haya. Sisi tukisema hatuli, hata tukiletoa biskuti uchukue. Wana tabu hawa mawahabi hawa. Una tabu wewe usojua Uislamu, wewe usosoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtume aliwahi kugawa tende. Abu Bakar alipofiwa, Umar alipofiwa, Uthman alipofiwa, Ali alipofiwa, masahaba sio kuona nyumba ya sahaba yoyote ilipofiwa kulitoka chakula. Tumeshindwa sisi kukufanyia wewe mfiwa chakula, basi usitengeneze chakula kwa ambao watu hawajafiwa. Illa Allahumma waweza fanya kama una wageni wako wamekuja kutoka safari ambalo wamefikia hapo, hilo ahlul ilm jaiz katika mlango wa dhiafa, mlango wa ugeni. Wa illa hakuna mambo ya kijahilia, bali watu kukusanyika pakasoma siku hivi na kadha, hakuna. Wallahi juzi tumeshuhudia mpaka sasa hivi milango ya maulidi 4 yasomwa. Mlango wa kwanza watu waitikia, mlango wa pili wa 4 wasimama, pamefiwa hapo, alafu mashehe wakao walitoa ubwabu. Uislamu wa nani nini? Mbona mnachafua Uislamu? Mtu kashafiwa alafu azidishwa madeni, baada hapo makaa sasa eti kuna mahisabu ya msiba. Sitojua michango, labda mtu atakuoa sawa, asaidiwa, kuna mahari, kuna mavitanda,
siku hizi mambo yamekuwa magumu, lakini kushafiwa mbwa kila kitu 30,000. Hii ya nini? Ya sanda ya nini? Tumewalisha watu ambao hawajafiwa. Yani sisi tumefiwa, tuna msiba, tuna maumivu, alafu tutafutana hela tutoa. Tumewalisha watu. Haya ni katika mambo ya kijahilia, si katika Uislamu. Hebu tazameni hili jambo lilivyoenea. Wewe jiulize, ukifiwa mafanyaje kwenu? Sisi tukifiwa wengine tuko wazi sababu sisi tuna maukifu. Mlipofona bangu nilisema tushazika hakuna kitu. Kina roho mbaya hichi kitoto hichi. Sasa roho mbaya nini? Huu ni Uislamu. Kwa bwana mtume aliyosema nyinyi ambao hamkufiwa mtengezeni huyu aliyofiwa. Bwana mtume alikuwa na roho mbaya? Jibu sema ndio. Sema ndio bwana mtume alikuwa na roho mbaya. Lakini mimi wanaambia nina roho mbaya. Sababu hujasoma dini. Kwa ujinga ni tatizo katika jamii. Tatizo la kumuasi Allah ni ujinga, tatizo pia la kiuchumi. Sababu hapa tukwenda katika kiuchumi tunapoteza hela tu na thawabu hakuna. Sababu hampati thawabu. Ile ni bid'a na katika mambo ya kijahilia. Kwa kama milioni 2 mlizotoa zimekwenda bure. Bora mngemfanyia maiti kisima yule akapata ujira, sadaqatun jariya. Bora mngechukua mkanunua misahafu, mkanunua vitabu vya ilmu, akaenda watu wakasoma ilmu ikayanufaisha yule maiti. Hamna mnachopata sababu mmekataa elimu, mmekataa kusoma dini. Ndugu zanguni, tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kuisoma dini. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuonyeshe haki na kuifuata haki. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.